Karibu katika episodi ya 3 ya kisa hiki cha mapenzi, usaliti na maumivu. Leo tunaangalia ukweli ambao unavuruga akili ya Amani. Amani alikaa kimya, macho yake yakimwangalia Neema, lakini akili yake ikiwa mbali sana. Kuna vita ilikuwa inaendelea ndani yake. Sehemu moja ilisema ondoka, usirudi huko, lakini sehemu nyingine ilikuwa inahitaji majibu. Dakika 10 Amani alisema hatimaye niambie kila kitu. Neema alivuta pumzi ndefu kama mtu aliyekuwa anajiandaa kufungua ukurasa ambao alijaribu kuufunga kwa muda mrefu. Siku ile alianza kwa sauti ya chini. Yule mwanaume alikuwa si mtu tu wa kawaida kwenye maisha yangu. Amani alikunja uso. Alikuwa nani? Neema alimtazama kwa sekunde kadhaa kisha akasema, alikuwa ni mtu ambaye nilikuwa nimeshindwa kumalizana naye kabisa kwa sababu hakuwa anaondoka. Amani alikasirika kidogo. Hiyo si sababu ya kunisaliti. Neema alitikisa kichwa. Hujanisikiliza bado. Kulikuwa na ukimya mfupi kisha Neema akaendelea. Siku ile alikuja bila taarifa. Amani alikumbuka mlango ulikuwa wazi na moyo wake ukaanza kupiga kwa nguvu kidogo. Alikuwa anataka kurudiana na mimi lakini nilikuwa tayari nimeshakuchagua wewe. Amani alicheka kwa dharau. Kwa hiyo ule mchezo wote ulikuwa ni nini? Neema alimsogelea kidogo. Haukuwa mchezo. Alianza kunilazimisha. Neema alisema taratibu. Maneno hayo yalimgonga Amani kwa namna tofauti. Hakutarajia hilo. Unamaanisha? Amani aliuliza kwa sauti ya chini. Neema hakujibu moja kwa moja, alishusha macho. Nilikuwa napambana naye ndipo ulipofika. Kimya kizito. Amani alihisi kama dunia imesimama kwa sekunde chache, lakini kuna kitu hakikuwa sawa kichwani kwake. Kama ni hivyo, Amani alisema polepole. Mbona sikusikia mapambano, nilisikia vicheko. Neema alifumba macho kwa sekunde chache. Hapo ndipo stori ilibadilika ghafla. Kwa sababu nilichagua kukaa kimya. Amani alishtuka. Nini? Neema akainua macho yake polepole. Mara nyingine mtu anachoka kupigana. Hapo ndipo akili ya Amani ilianza kuchanganyikiwa. Hii ilikuwa ni kweli au ilikuwa ni njia nyingine ya kuficha kitu? Kwa hiyo unataka kuniambia? Amani alianza. Ulichagua kukaa na mtu mwingine, halafu sasa unakuja kuniambia ulikuwa unaumia. Neema alitikisa kichwa kwa haraka. Si hivyo unavyofikiria. Basi ni vipi? Amani alikaza. Neema alinyamaza. Kisha akasema kitu ambacho kilimvunja kabisa Amani kwa ndani. Baada ya siku ile sikuweza kukutafuta. Kwa nini? Amani aliuliza. Neema akavuta pumzi ndefu kwa sababu niligundua kitu. Amani alisogea karibu kidogo bila kujua kwa nini. Maana yake, Neema akasema kwa sauti ya chini sana, nilikuwa na ujauzito. Kila kitu kilinyamaza. Hakuna sauti, hakuna upepo, hakuna watu. Ni kama dunia nzima ilisimama kusikiliza hilo neno. Amani alimtazama Neema akajaribu kuunganisha kila kitu. Siku ile mwanaume yule na sasa ujauzito. Mtoto ni wa nani? Aliuliza kwa sauti nzito. Neema hakujibu haraka. Na huo ukimya ulikuwa na uzito kuliko jibu lenyewe. Neema, Amani alikaza. Mtoto ni wa nani? Neema macho yake yakaanza kuloa. Ndicho kitu ambacho kilinifanya nikuache. Hapo ndipo akili ya Amani ililipuka. Unaondoka bila kuniambia kwa sababu hujui mtoto ni wa nani. Neema alitikisa kichwa polepole. Nilikuwa najua kuna uwezekano mkubwa ni wako, lakini hukuwa na uhakika. Amani alikatiza kwa hasira. Kimya kilirudi tena, lakini safari hii hakikuwa kimya cha kawaida. Kilikuwa kimya cha ukweli mbaya, ukweli ambao hakuna mtu aliyetaka kusikia. Msikilizaji, una maoni gani kwenye hili? Hivi ni kweli mtoto anaweza kuwa wa Amani au ni wa mwanaume yule wa siku ile? Na kwa nini Neema hakuwahi kurudi hata kumwambia ukweli wote? Lakini kubwa zaidi, mtoto huyo yuko wapi kwa sasa? Usikose kuungana nami katika episode ya 4 ambapo tutafungua yote kuhusu nini kilitokea baada ya ujauzito. Usiache kusubscribe na kubofya kengele hapo chini ili usipitwe na simulizi zetu.